Mama Maarifa. Kipindi hiki kimeandaliwa na kuletwa kwenu na Taasisi ya Utafiti wa Wanyamapori Tanzania, TAWIRI, chini ya udhamini wa Mfuko wa Misitu Tanzania, TAF. Karibu kusikiliza. Na mpendwa msikilizaji, kiashiria hicho kinakuleta moja kwa moja kufuatilia kipindi cha Mama Maarifa. Huu ni mfululizo wa vipindi vya redio vinavyotufundisha namna kutengeneza na kutumia nishati mbadala, yani briquette. Usikose kufuatilia sehemu 6 za kipindi hiki. Ndani ya kipindi hiki utamsikia Mama Maarifa. Je, mmeshawahi kusikia kuhusu briquette? Na Nyori. Inavyoonekana hii moshi sio nzuri kwa afya. Mzee Juma. Lakini Mama Maarifa, serikali yetu inasema nini kuhusu hali hii? Lakini pia Babu Tunda. Briquette, sikuwahi kusikia. Zina nguvu kweli au ni hadithi? Leo katika sehemu ya kwanza tunaanza na swali muhimu. Kwa nini tubadilishe namna tunavyopika? Ungana nami msimulizi wako Jerome Kimaro kutoka Taasisi ya Utafiti wa Wanyamapori Tanzania, TAWIRI. Ni katika kijiji cha Kijani. Moshi mnene unatanda kutoka nyumba ya jirani. Mama Maarifa ameketi chini ya kivuli cha mti, anasuka mkeka. Hiki kijiji kimenichosha sasa. Nini tena Babu Tunda? Umekerwa na nini? Mimoshi tu kila kona. Haya maisha ni ya mateso. Hawa watu wanachoma nini jamani? Pole sana Babu Tunda. Huo moshi unatokana na kuni zinazotumika jikoni. Si jambo geni hapa kijijini, karibu kila nyumba inategemea kuni. Mama Maarifa, hali ataendelea hadi lini? Leo mamangu ameanza kukohoa tena. Anakohoa? Inavyoonekana hii moshi sio nzuri kwa afya. Ni kweli na Nyori. Moshi wa kuni unasababisha magonjwa ya kifua na macho, hasa kwa wanawake na watoto, kwa sababu wao hutumia muda mwingi jikoni. Lakini jamani, hata misitu yetu inazidi kupungua. Nilisikia taarifa ya serikali ikisema kwamba maelfu ya hekta za misitu zinakatwa kila mwaka kwa ajili ya kuni na mkaa. Ndiyo Mzee Juma. Kukata miti kupita kiasi sio tu kunaharibu misitu, bali pia kunachochea mabadiliko ya tabia nchi, ukame, mvua zisizotabirika na upungufu wa maji. Wakati mwingine hata mazao shambani yanashindwa kuota vizuri. Yobe, ndio maana sasa nahangaika kupata kuni. Siku hizi natembea umbali mrefu kuliko zamani. Lakini jamani, kuni na mkaa tumetumia tangu enzi za mababu. Huu ndio utamaduni wetu. Na kwa kweli, chakula cha kupikwa kwa kuni kina ladha yake. Ninyi hamjui kitu chochote. Ni watoto wadogo bado. Mzee wangu Babu Tunda, si kwamba tunafuta historia yetu, ila lazima tuangalie madhara yake. Ukikata mti leo, watoto wetu watakosa kivuli, matunda na hata dawa za asili zinazopatikana iwapo misitu itatunzwa. Lakini Mama Maarifa, serikali yetu inasema nini kuhusu hali hii? Swali zuri sana Mzee Juma. Serikali imekuwa ikisisitiza upatikanaji wa nishati safi kwa Watanzania wote. Lengo ni kulinda afya za wananchi, kupunguza ukataji miti na kusaidia akina mama na wasichana kupunguza mateso ya kutafuta kuni. Ndio maana wasichana wengi kijijini hawafaulu vizuri shuleni. Wanatumia muda mwingi baada ya masomo kutafuta kuni na maji badala ya kujisomea. Hapo ndipo suluhisho linapokuja. Briquette. Je, mmeshawahi kusikia kuhusu briquette? Hapana. Briquette? Hii ni aina ya nishati mbadala inayotengenezwa kwa mabaki ya mazao, vumbi la mbao na mimea vamizi. Kwa kutumia mashine, hubadilishwa kuwa nishati safi kuliko mkaa na yenye faida nyingi zaidi. Briquette, sikuwahi kusikia. Zina nguvu kweli au ni hadithi? Ndiyo, zina nguvu. Zina joto la muda mrefu, moshi mdogo na hazitoi majivu mengi.
Zaidi ya hayo, zinasaidia pia kuondoa taka za mashambani na mabaki ya mbao ambayo yangepotea bure. Aha, kwa hiyo briquettes zikikubalika zinaweza hata kurejesha nyanda za malisho na kuondoa mimea vamizi? Sawa kabisa. Hiyo ndio faida kubwa ya kiikolojia. Badala ya mimea vamizi kuharibu malisho, zinakuwa malighafi ya briquette. Ina habari njema sana. Nitamwambia mamangu aanze kujiandaa kutumia briquette badala ya kuni. Basi kama kweli zina faida hizo zote, pengine hata mimi naweza kujaribu. Ila mnapaswa kutufundisha vizuri namna ya kuzitumia. Nakubali kabisa Babu Tunda. Hakuna elimu ya kina inayofika vijijini kuhusu matumizi ya nishati mbadala. Na ndiyo maana kipindi hiki cha redio kipo. Hivyo, mimi Mama Maarifa nitawapa maarifa yote hatua kwa hatua ili jamii yetu ibadilike. Hii ni habari ya pekee. Kuanzia sasa sitakaa mbali na redio yangu na nitahakikisha haitakosa betri kabisa. Tunashukuru Mama Maarifa kwa kutupa maarifa. Kwaheri. Kwaherini. Hakika umekuwa mwanzo mzuri wa kikao chetu. Mpendwa msikilizaji, bila shaka umeelewa kwa nini tubadilishe namna tunavyopika. Katika kipindi kijacho, Mama Maarifa atafundisha hatua muhimu za kuzingatia kabla ya kuanza uzalishaji wa briquette. Mama Maarifa. Kipindi hiki kimeandaliwa na kuletwa kwenu na Taasisi ya Utafiti wa Wanyamapori Tanzania, TAWIRI, chini ya udhamini wa Mfuko wa Misitu Tanzania, TAF. Usikose kufuatilia kipindi kijacho kitakachokujia muda na wakati kama huu. Asante kwa kutusikiliza.